Bila shaka hubuheri wa afya mtazamaji na msikilizaji wa Bureta TV, karibu. Jambo moja linalowatofautisha binadamu na ulimwengu wa wanyama ni tabia na kukuza mila na desturi katika kila kitu kinachowazunguka, kuanzia urembo wa kimila hadi tabia. Ni ukweli kuwa ulimwengu umetajirishwa na maelfu ya tamaduni tofauti tangu mwanzo. Kitu kimoja muhimu cha utamaduni kwa wote ni kanuni tiifu. Muhimu ni kwamba jamii duniani inatambua utofauti wa tamaduni na zinaheshimika bila kubeza, na hilo linafanya kuwepo kwa urahisi wa mtu yeyote kwenda kuishi na jamii nyingine bila uwepo wa mizozo wa kitamaduni, kwa sababu ya heshima na kutambua umuhimu wa tamaduni za watu. Pamoja na uwepo wa tamaduni nyingi, zipo za kushangaza zaidi ulimwenguni. Miongoni mwa hizo ni hizi 6. Kuonyesha kitu kwa ishara ya mdomo au lips, Nicaragua. Kufanya vitendo vya kutumia ishara ya mikono ni mila iliyozoeleka katika tamaduni mbalimbali. Watu wengi hutumia kidole hasa cha shahada kuonyesha kitu, lakini huko nchini Nicaragua ni kawaida kabisa kwa raia kuonyesha ishara kwa kutumia lips badala ya kidole kama watu wengi walivyozoea duniani. Midomo inatumika kwa ishara ya kukubaliana na kitu, kuonyesha kitu ama njia ama kukupa ujumbe. Kwa hivyo kwenye mazungumzo na watu wa tamaduni hii, inakupasa ukodolee macho na kufuatilia zaidi midomo yake ili kuweza kuelewa kuliko mikono. Unaweza kujiuliza, inakuwaje mtu anatumia ishara ya midomo kuelekeza kitu? Huanza kwa kuvuta mdomo ili kutengeneza sura yenye mdomo wa bata, na kisha huanza kupeleka mdomo mbele au upande mmoja na mwingine kuonyesha anachokusudia. Ishara kwa mdomo hutumiwa katika mazungumzo kuashiria kitu kinachotokea karibu. Wenyewe wanaelewana vizuri na ni kitu kinachotambulisha ukaribu wa jamii kwa watu wa Nicaragua. Kulala kifudifudi ikiwa ni ishara ya heshima nchini Nigeria. Kwa watu wa jamii ya Yoruba, kabila ambalo limechukua sehemu kubwa nchini Nigeria, mila ya kulala kama salamu inachukuliwa kwa uzito mkubwa, hasa wakati wa kusalimiana wazee ama watu wazima. Imezoeleka upigaji wa magoti kama mila iliyo maarufu Afrika, lakini kwa Yoruba kijana kulala chini kabisa na kuweka uso chini ni ishara ya utii kwa wakubwa. Vijana kutoka kabila ya Yoruba, hususan mabinti, hupiga magoti wakati wa kusalimiana, na wanaume kwa kawaida hulala kifudifudi. Hii ni ishara ya heshima kwa wazee katika jamii. Utamaduni huo ndio unatofautisha Yoruba na makabila mengine nchini Nigeria. Salamu kwa njia ya mabusu nchini Ufaransa. Kupiga busu ni jambo la kawaida katika jamii nyingi hasa za magharibi, lakini kupiga busu kila mtu na kwa idadi zaidi ya mara moja na kila wakati ni tamaduni uliozoeleka sana nchini Ufaransa. Katika kila utamaduni kuna namna yake ya kusalimiana. Ufaransa ili uonekane umethamini mtu na kumsabai, ni muhimu kumpiga busu, na unavyompiga busu mara nyingi zaidi ni kuonyesha thamani yake na namna unavyomheshimu zaidi. Tamaduni za Amerika Kusini hutumia kitendo cha kubusu wapendwa wao na marafiki wapya kwenye shavu kama njia ya kusalimiana. Lakini nchini Ufaransa utamaduni huo unaenda mbali zaidi kama njia ya kutoa salamu, ambapo kuna tofauti ya busu kati ya mwanaume na mwanamke. Namna unavyombusu mwanamke ama mwanaume kuna tofautiana. Pili, idadi ya busu zinazohitajika kukamilisha mabadiliko ya salamu hiyo, na zaidi ya hayo ni kwamba Wafaransa wanatakiwa kusalimiana na kila mtu kwenye sherehe au mkusanyiko baada ya wageni kuwasili, iwe wanajuana au hawajuani. Ukiwa Ufaransa, jiandae kupigwa mabusu mengi na jitayarishe kupiga mabusu mengi, kwa nini utamaduni wa kawaida kabisa. Kuwatemea mabibi harusi mate nchini Ugiriki. Hii mila ilipata umaarufu mwaka 2002 kupitia filamu ya My Big Fat Greek Wedding. Kutemea mate katika tamaduni ya Kigiriki ni namna ya mtu kukutakia heri na kukusaidia kuondoa mikosi na mabaya. Leo desturi hii imebadilika na kuwa kitendo cha ishara zaidi, ambapo wageni hutamka kwa nguvu ftu 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 na kutema mate. Wagiriki hufanya hivyo katika matukio mengi ya kipekee kama vile ubatizo, ili kumtakia afya njema mtoto. Kutema mate kunaweza kufanywa pia kama hatua ya kumtambua ushirikiano ili kuepusha maovu wakati wa mazungumzo ya kawaida. Siku maalum ya kupeana mimba nchini Urusi. Katika hotuba yake ya hali ya taifa hilo ya mwaka 2006, Rais wa Urusi Vladimir Putin alitaja janga la idadi ya watu kuwa ni tatizo la dharura zaidi linaloikabili Urusi, na akatangaza jitihada za kuongeza kiwango cha idadi ya watu na kuongeza uzazi kwa Urusi, ikiwa ni pamoja na kutoa motisha ya pesa taslimu kwa familia ambazo zina zaidi ya mtoto mmoja ili zihamasike kuongeza watoto.
Septemba 12 kila mwaka ni siku muhimu sana Urusi, hasa eneo la Ulyanovsky, ambapo wanaipa heshima kama siku ya kupeana mimba kwa raia wa Urusi. Utamaduni huu kawaida unazungumzia wenza kupata muda maalum wa faragha ya ndoa na uzazi kwa njia ya kipekee. Hivyo serikali ikaanzisha siku ya mapumziko kwa umma maalum kwa ajili ya kuwapa wanandoa muda wa faragha kwa matumaini kwamba watashika ujauzito. Wazazi ambao watoto wao uzaliwa miezi 9 baadaye wanaweza hata kushinda zawadi kwa kusaidia kwa mstari wa damu kuendeleza damu ya Urusi. Watoto wanaozaliwa Septemba 12 hupata zawadi kutoka kwa mamlaka. Kubarizi kwenye makaburi Denmark. Wakati makaburi ni sehemu ya kuogofya katika nchi nyingi, lakini wa Denmark wanaona inafaa kubadili makaburi kuwa maeneo ya kujumuika na kubarizi. Makaburi yao yamepambwa vizuri na utembelewa na wengi wakati wa hali ya hewa inapoanza kuwa joto. Mojawapo ya sehemu ya makaburi iliyopo katika mji mkuu wa nchi hiyo ni mfano mzuri wa makaburi hayo, ambapo kubarizi hapa utakuwa unashiriki pamoja na wa Denmark wengi maarufu waliozikwa hapo akiwemo Christian Andersen. Katika makaburi haya utakuta watu wametandika virago vyao, wamepumzika huku wakijisomea vitabu, kuangalia filamu kwenye simu zao ama kompyuta au kuzungumza huku wakila na kunywa viburudisho mbalimbali. Ni wazi kuwa umepata mshangao mkubwa sana kutokana na tamaduni hizo, lakini ni kawaida kwa wanaozifanya. Kwa mengi zaidi endelea kufuatilia Bureta TV. Mwandaji na msimuliaji ni mimi Diana Masai.